Elia hapa bado anaishi. Niliongea mahali, niongee na hapa watu wa Mungu. Wanapochukua vya kwako vya mwilini, wale watu wabaya wa hila na wiwi, wamekuwinda sana, wamekokosa. Sasa wanatafuta nguo yako. Ghafla tu nguo yako inapotea. Hata hapa kuna watu mwisho kupoteza hizo nguo. Tena afadhali ya wewe nguo za kawaida, wengine nguo za siri zinapotea. Wakipeleka hizo nguo huko ambako wanazipeleka kwenye madhabahu za giza, wana shida gani na hiyo nguo? Wanakuona wewe kwenye hiyo nguo. Lete tu nguo yake. Nguo yake tulete. Nguo yake tu. Kifanikiwa kupata nguo yake, umemmaliza. Vazi lako lilipo na wewe uko hapo. Niliwaeleza hapa Jumapili ya kwanza. Sikuelewa sana hili jambo katika ulimwengu wa kiroho. Mwaka 95 wakati natoka nyumbani, nikajua tu ni hasira tu za mzee, za baba, kunizuilia nisiondoke na hata na nguo yoyote ya akiba yangu hapo nyumbani kwenye begi langu la nguo, nisibebe chochote. Yaani ambazo ninazo kwenye mwili wangu, nilizozivaa kwenye mwili wangu, ndio hizo niondoke nazo nyumbani, nitoke nazo. Kwa hiyo alibakia na nguo zangu. Sasa sisi baba katuzaa wengi, kuna wengine tunalingana. Nitegemea basi labda amezuia zile nguo, atawapa labda wadogo zangu wakina Hasani au kaka zangu wale kina Swamadu ambao nalingana nao kidogo. Lakini baba lile begi langu la nguo zote akalifungia kilingeni. Ninaongea dunia na inaangalia hapa. Kilingeni. Hivi vitu vinatunzika kwa miaka. Kilingeni. Akabaki nalo kilingeni, mahali ambako anafanyia kazi za uganga. Hakugawa nguo zangu kwa ndugu zangu. Makanzu yangu yale, suruali zangu zile, mashati yangu yale, mpaka viatu. Na alipiga marufuku kwamba hata akifa nguo zangu zisivaliwe na mtu yoyote. Nilikuwa sielewi maana yake. Na hiyo 95, 96, 97 ndo napambana kweli. Maroho ya kila aina ya uharibifu. Unapigwa kulia, unapigwa kushoto. Kila mahali mapambano. Kibali hakuna. Nasimama hapa unaangukia pale. Unasimama hapa unaangukia pale. Unasimama hapa unaangukia pale. Unapendwa hapa unachukiwa pale. Unapewa hapa unanyang'anywa pale. Unabarikiwa hapa unalaaniwa pale. Vitu vinaenda namna hii. Mungu alipokuja kunipa ufunuo nilishangaa sana. Vazi lako lilipo upo. Usipuuze. Unapoona hii nguo yangu hapana imeenda, fuatilia. Lakini usifuatilie tu kwamba uitafute tu kwa macho ya nje na macho ya kiroho na maombi. Popote ilipopelekwa, kama ni kwa hila, Mungu ingilia kati. Popote kwenye madhabahu yote ambayo nguo yangu imepelekwa, pete yangu imepelekwa. Wengine hapa pete zinapotea, pete hata za ndoa. Alafu anaacha tu, hii imepotea bwana. Sijui imepoteaje. Nitaenda kununua nyingine, hela ninao. Nitaenda kwa sonara. Ni kweli hela unayo, lakini usalama upo. Hiyo iliyochukuliwa kwanza imeenda wapi? Huko ilikopelekwa inafanywa nini? Okay, mfano tu mwepesi. Kuna wakati huko makanisani tunawaambiaga watu, mgonjwa yuko wapi? Hospitalini, amezidiwa sana. Okay, lete nguo yake. Lete nguo yake tuifanyie maombi. Tunaweka nini kwenye hiyo nguo? Tunaweka nini kwenye hiyo nguo? Mgonjwa yuko hospitalini kalazwa. Hawezi kuja sema hapa tumuombee. Kwamba lete nguo yake. Unapotuletea nguo ya mgonjwa, tunakuambia tuombee, alafu mpeleke hospitalini kamvalishe hiyo nguo. Tunafanya kitu gani hapo? Hata Paulo mtume